Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wengine wanapiga hatua haraka maishani wakati wengine wanabaki pale pale kwa miaka mingi? Siri haipo kwenye bahati, wala haipo kwenye connection. Unataka kujua siri iko wapi? Karibu sana katika chaneli yetu ya Maarifa Academy, sehemu ambayo tunafungua akili, tunachambua ukweli na tunakupa maarifa yatakayobadilisha mtazamo wako na maisha yako kwa ujumla. Leo usiangalie video hii kama burudani tu. Iangalie kama funguo ya kufungua mlango wa hatua mpya kwenye maisha yako. Na kama wewe ni mtu unayetaka kukua kiakili, kifedha na kimtazamo, basi hii ndiyo chaneli yako rasmi. Kabla hatujaendelea, hakikisha umebonyeza subscribe, washa kengele ya notification ili kila maarifa mapya yanaposhuka hapa Maarifa Academy, wewe uwe wa kwanza kuyapata. Nianze kwa kukusimulia stori fupi ya mafanikio ya vijana hawa. Kulikuwa na vijana watatu: Amani, Brian na Kelvin. Wote walimaliza chuo mwaka mmoja. Wote walikuwa na ndoto kubwa, lakini miaka mitatu baadaye maisha yao yalikuwa tofauti kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya maamuzi yao. Sababu ya kwanza ni kutegemea bahati. Brian aliamini siku moja atapata connection kubwa. Alisubiri bahati ya kupata kazi nzuri. Lakini Amani alianza kujifunza skills za ziada: editing, digital marketing, hata public speaking. Alielewa kitu kimoja: bahati hukuta mtu aliyekaa tayari. Miaka miwili baadaye, Amani alikuwa anapata pesa kwa sababu ya skills zake, si kwa sababu ya bahati. Sababu ya pili ni kuto kujifunza skill. Kelvin alikuwa anasema, nilishamaliza chuo, sasa nisubiri ajira. Lakini dunia ya leo hailipi cheti, inalipa thamani. Wakati wengine wanapoteza muda kwenye scrolling, Amani alikuwa anajifunza editing, biashara ndogo, hata basics za trading kama forex, kwa kujifunza kwanza, sio kukurupuka. Alijua skill ni mtaji ambao hauibiwi. Sababu ya tatu ni kutaka pesa ya haraka. Brian aliingia betting, aliingia scheme za kuahidi 100 kwa wiki. Aliamini shortcut, lakini ukweli ni huu: ukikimbia mchakato, maisha yatakufundisha kwa njia ngumu zaidi. Amani alichagua njia ya polepole lakini salama. Alianza kuwekeza kidogo kidogo kwenye mifuko halali kama UTT EMIS na Watumishi Housing Investment inayojulikana kama Faida Fund. Hakuanza na milioni, alianza na 30,000, lakini alielewa nguvu ya muda na nidhamu. Sababu ya 4 ni kuto kuinvest. Kelvin alitumia kila pesa aliyopata: simu mpya, starehe, pressure za marafiki. Lakini Amani aliweka kanuni: kabla sijatumia, najiwekea. Aliweka hata 5,000 kwa wiki. Kidogo kidogo mtaji ukaanza kukua. Alijifunza kuwa investment sio kwa wanatajiri, ni kwa wanaotaka kuwa matajiri. Sababu ya 5 ni kuto kujipanga. Hii ndiyo sababu kubwa kuliko zote. Brian na Kelvin waliishi siku kwa siku. Hakuna malengo ya miaka mitatu, hakuna direction. Lakini Amani aliandika, nitajifunza skill moja kila mwaka, nitawekeza kila mwezi, nitaepuka pesa ya haraka, nitajenga discipline. Baada ya miaka 5, tofauti ilikuwa wazi. Funzo kubwa ni kwamba maskini sio mtu asiye na pesa. Maskini ni mtu asiye na malengo, asiye na mwelekeo, asiye na mpango. Pesa inaweza kuja na kuondoka, lakini mwelekeo huamua mwisho wako. Kati ya hizi sababu 5, ipi unadhani inatuangusha zaidi sisi kama vijana? Andika kwenye comment, tuamshane. Kama umejifunza kitu leo, subscribe Maarifa Academy. Safari ya mafanikio inaanza na maamuzi madogo.